Karibu sana na tumerejea kwa hivi sasa. Basi tuanze katika sehemu nyingine ambapo ni mjadala wetu kwa siku ya leo, ambapo hapa ndani studio tunajadili kuhusu masuala ya matumizi sahihi ya dawa. Matumizi sahihi ya dawa, na ndio mjadala wetu ambao tunaujadili kwa sasa. Na hapa studio tunaye mfamasia kutokea Kairuki Hospital, na huyu si mwingine ndugu yetu Dennis Kato. Kato, karibu sana bana. Asante sana. Uko salama? Niko salama. Ni watu wa maana sana kwenye maisha yetu, mnajua nyinyi ndio mnaojua nini tutumie na kipi tusitumie, hasa kwenye swala la dawa. Nilikuwa nazungumza hapa na watazamaji ambao wanatufuatilia hapa, nikawa nimewauliza swali, hivi mtu ukiumwa cha kwanza unafanyaje? Nilikuwa nataka tu nipate general view, mawazo ya ujumla, kwamba hivi ukiumwa cha kwanza unaenda kununua dawa au unaenda kupima kwanza, nipate hiyo knowledge ya kawaida. Sasa nikaona wengi hapa wanajichukulia sheria mkononi, watu wanajiamlia sana mambo, rafiki yangu. Yaani mtu akiumwa tu kaenda kununua dawa, hata hajui ni dawa gani. Ndio wengi hapa unasikia cha kwanza dawa kwanza, alafu baadaye tutaenda sasa kumuona daktari. Bana, hii tabia imeendelea kukithiri sana hii. Nyinyi wa famasia mkionaga hivi huwa mnaonaje? Kwa sisi huwa tunajisikia vibaya. Japo tunataka ndio kuhudumia watu, ila tunahitaji mtu ahudumie kwa njia sahihi. Kwa hiyo mfano hata mimi mwenyewe nikipata matatizo yote, kama na shida yote ya magonjwa au chochote, kitu cha kwanza ninachofanya naenda hospitali, naenda kwa daktari ili nipate mfumo mzuri. Kama nahitaji kutumia dawa, maki zingine naweza nikana najisikia vibaya, ila sihitaji kutumia dawa. Nahitaji tu kubadilisha mfumo wangu wa maisha, nahitaji kupumzika, nahitaji kubadilisha chochote tu, au hata zingine kumwona daktari tu akiniambia kitu fulani na kwa ni mawazo tu. Kwa hiyo lazima niende kwanza hospitali nipate matibabu sahihi. Hospitali kwanza. Lazima niende hospitali kwa matibabu sahihi, au kama hospitali kubwa ni mbali, basi naweza nikaenda hata kwenye zahanati au kituo chochote cha afya ili nipate matibabu sahihi. Kwa jamaa mmoja ameandika, anasema hata nikienda hospitali bwana, dawa ninayopewa ni ile ile ambayo ningeenda kununua kabla ya kwenda kupima. Haya pia nawe yanatokea sasa hiki ndio kitu kibaya zaidi. Ni kwamba unapopewa dawa kuna vitu vingi. Unaweza kawa unataka kutibu, unaweza kawa unataka kupunguza maumivu, unaweza kawa unataka kubadilisha hali ya mwili au kuzuia maambukizi. Sasa mimi dawa, labda tueleze tu jinsi dawa inavyofanya kazi. Dawa ni kwamba unapopewa inaingia ndani ya mwili wako ili ifanye kazi. Kama ni zile dawa za kumeza, mfano tuchukue mfano wa dawa ambayo wengi tunaitumia tukiumwa kichwa, tunatumia dawa paracetamol. Wengi wanafahamu kwa Panadol, ila jina halisi ni paracetamol. Unapoinywa ni kidonge, kinaenda ndani ya tumbo, kinayayuka, kinaingia ndani ya mwili wako kwa kutumia hii tumbo dogo ambao ni maini, tumbo dogo ambao ni intestine kwa jina la Kiingereza. Pale kwenye utumbo mdogo ndo dawa inaingia kwenye mwili wako wewe. Inaingia kwenye mwili wako, inaenda kwenye ini. Ikienda kwenye ini, tukitumia mfano wa paracetamol, kwenye ini hapo, ini kazi yake kubwa ni kusafisha hiyo dawa, kusafisha mwili wako ili usipate madhara. Kwa kuna baadhi ya paracetamol itaenda kwenye mwili wako, kuna baadhi itatolewa kwa njia ya mkojo. Sasa ile inaenda kwenye mwili wako, kumbuka inaenda mwili mzima. Sawa? Ina target zile sehemu ambazo wewe ndo una shida. Sawa? Kwa kitendo cha kwenda mwili mzima, na maana unapotumia tu kiolela tayari ni madhara ushajiwekea. Haya. Itapoenda kwenye hizo sehemu zako, inakuwa inafanya mzunguko, kutembea kwenye mwili wako, inatembea kwenye ini. Tembea kwenye mwili wako, inatembea kwenye ini. Kwenye ini kuna seli zile zinaitwa hepatocyte. Na kwenye sela hapo ndo mchanganyiko wa dawa unafanyika. Kuna kutolewa sumu hapo na kuna nyingine zinapozidi. Sasa kwa mfano hiyo paracetamol tunaosemea, ikizidi sana unaharibu seli zako za kwenye ini. Kwa hiyo umetumia dawa wewe, unaona ni kitu cha kawaida, umepata maumivu yamepungua, ila unaharibu ini lako. Na baadaye zikitoka kwenye ini, zikimaliza mfumo wake wa kupita kwenye mwili wako, zinapita kwenye figo. Figo nayo unaipa kazi ya ziada ya kufanya mchujo hiyo dawa mpaka unapoitoa mwilini. Kwa hiyo utatumia dawa, utapona, maumivu yatapungua. Japo bado hujajua ni kitu gani kilikuwa kichwa kwa kuuma. Umepona, umepata maumivu yamepungua, baada ya muda dawa itaondoka, maumivu yatarudi pale pale.
kama iko kitu hujakitibu. Kwa hiyo umetumia dawa, umeharibu ini, umeharibu figo bila sababu, na maumivu yatarudi baadaye sababu hujatibu kile kitu ambacho kwa kinakufanyisha uume mwanzoni. Kwa hiyo ni moja kati ya madhara ambayo unapata. Hivi nini kinatokea mpaka mtu akitumia dawa anapona? Nini kinatokea yani? Sasa dawa ina mifumo mingi ya kuingia mwilini mwako. Unaweza ukatumia kidonge ukimeza, unaweza ukaenda ukachoma sindano kaenda kwenye mishipa. Sawa? Unaweza ukapaka. Saa nyingine unaweza ukaivuta. Zote hizo ni njia tu za dawa kuingia ndani ya mwilini mwako. Ila pale inapoingia, tufanye mfano mzuri huu, tutumie huu wa vidonge. Ndio? Yeah. Unavomeza baada ya kuyayuka ikiingia ndani ya damu yako. Tumesema inatembea mwilini mwako kote. Kuna sehemu kubwa, yani kwenye mwili kuna sehemu ambazo damu inapita sana. Kwa mfano kwenye ubongo, kwenye mapafu, kwenye moyo. Sawa? Hizo sehemu na kwenye ini na pamoja na figo. Hizo damu sabuni inakuwa kwa wingi kubwa na dawa na kila kitu kinapita kwa muda. Sasa inapoingia, baada ya dawa kuingia kwenye mwili, kuna vitu vinaitwa kama receptor. Ni kama tuseme kama kikofuli tu hivi. Kwa hiyo dawa inakuwa ni kama inaenda kujiweka au kujiattach kwenye hiyo sehemu. Kwa hiyo inaweza kazunguka, ila inakuwa ina target ile sehemu husika. Yenyewe haina macho kama ya damu na kwamba nikiingia nitaenda pale. Ila ina focus kwenye hizo sehemu zinazohusika, sehemu ya tabu yako ya mwili. Ndipo dawa zinafanya kazi. Sasa na ndio maana kwa vile naenda kila sehemu haina macho, tunasema usitumie dawa bila maagizo sahihi. Maana utajipa madhara mwili. Sasa ndio taratibu mfamasia, tutaelewana tu. Sisi wengine bila shaka ndio utakuwa umesikia hiki kisa cha watu. Mtu anakunywa dawa anataka apone muda huo. Yaani mtu anakunywa dawa anataka muda huo. Kichwa kitulie. Utasikia kichwa kinauma sana. Anakunywa anataka muda huo. Maumivu yaishe. Okay. Kwanza kitaalamu hii ipoje? Kitaalamu sasa hapo naenda kwenye nitarahisisha, ni kitu kirefu ila nitakirahisisha. Yaani viwandani wanapotengeneza dawa. Sawa. Wanakuwa washafanya majaribio mengi sana, wanajitahidi kumimiki mwili wa binadamu. Ya kwamba hii dawa nikimeza itaenda kuyeyuka kwa muda gani? Maana ni kidonge. Kwa hiyo ikifanya kazi lazima kiyeyuke. Kwa kule anakuwa tayari alishafanya mahesabu. Ila kwa kuelezea kwa kiurahisi ni kwamba unavoimeza kile kidonge kitaingia ndani ya tumbo. Ndani ya tumbo lako kuna acid huko. Sawa. Ile acid inasaidia kukiyeyusha kile kidonge. Kwa kama kilinga kidonge kitayeyuka, kitabaki kwenye mfumo mzuri ambao utakuwa rahisi damu kuichukua. Kwa mfano kwa hiyo kidonge cha paracetamol kikiingia baada ya tumbo, kuna utumbo mdogo. Kwenye utumbo mdogo ndipo dawa hiyo itachukuliwa na damu. Maana damu ni nyingi. Pia ndani ya utumbo mdogo ni mkubwa, kuna surface area. Kuna vidude vidogo au ukilaga nyama kuna kiutumbo, kuna kama vitaulo vile. Ndani ndio kuko hiyo. Kwa hiyo dawa inachukuliwa, inaingia kwenye mfumo wa damu. Kiingia mfumo wa damu inapita kwenye ini kwa kutumia portal vein. Kuna vein inaitwa portal. Itaingia mule ndani ndipo itaanza kuchujwa. Sawa. Baadhi zitatoka kama zilivyo, yani kwamba zitakuwa mbaki hii ni kazi yake ni kulinda wewe. Kwa hiyo kuna ambazo zitaharibika na kuna ambazo sasa zitafanikiwa kupita ziende kwenye mfumo wa damu. Itapoingia kwenye mfumo wa damu ndio zitaenda kutafuta. Kwa mfano labda kama unaumwa mguu, basi ndio ile dawa kwa kutumia mfumo wako wa damu sasa itapelekwa pale kwenye sehemu husika. Sasa ile sehemu ambayo ina matatizo hapo ile kwenye maumivu hapo, ndio dawa nyingi pia itajiakumulate kwa kuna receptor vitaattach hiyo damu itaanza kufanya kazi. Kwa hiyo ndio wakati inajiattach pale ndio wewe unakuwa unaanza kusikia yani ile kupungua kwa maumivu kunaanza kupungua. Ila kumbuka huo mzunguko unaendelea huo. Kwa hiyo kuna muda, baada ya muda vile vilivyojishikilia pale vitaachilia. Kwa hiyo kadri unavyozidi kuachilia na hayo maumivu yanazidi, yani kwa maumivu yanakuwa yanazidi yanapungua wakati zipo. Zinapojiachia na maana inakuwa hamna kitu kinachokuletea maumivu kupungua. Kwa hiyo unaanza kusikia tena maumivu yanarudi tena.
Ndio maana kuna kitu kinaitwa dozi. Wakati vinapungua ndio naambiwa labda kunywa baada ya masaa 8, kunywa baada ya masaa 12. Ni sababu muda ule unakuwa tayari vishaisha. Kwa hiyo unakunywa tena ili vile vikafanya kazi. Sasa kutokana na hivyo vitu vinatumia muda, haiwezekani ukameza tu yaani ukasikia maumivu yamepungua hapo hapo, sababu lazima ipitie hiyo process yote. Ndio maana saa nyingine unapofika hospitali upewe kidonge, unapewa sindano, anapewa kwa njia ya sindano. Njia ya sindano kidogo yenyewe inakuwa ni kwa haraka zaidi, sababu yani unapochoma hapa inaenda direct kwenye damu, kwa hiyo ipiti tena tumboni. Ikienda direct kwenye damu, ina maana itaingia kwa asilimia ile 100, tofauti na unapomeza kidonge, maana ilipita kwenye ini ikapunguza. Ndio maana kuchoma sindano unasikia maumivu hapo kuliko ukimeza kidonge mpaka ipite process zote. Hiyo ndio sababu. Hapo Patamu, hapo kabla tujaenda mbali hapo kwenye namna za upatikanaji wa ubebaji au unywaji wa hizo dawa sasa. Ndio. Kuna wengine wakienda hospitali anapangiwa sindano. Kuna mwingine anapewa vidonge. Alafu kuna wengine pia wanawekewa dawa za kupaka, unaambiwa sijui wewe utachua, utapaka, utafanya nini. Ndio. Hizi mbinu hizi kwa nini zipo kwanza? Sasa na ni nani anahusika nazo? Yaani unakuwa kwenye hali gani mpaka uambiwe wewe ni sindano? Hapo ndo maana tunasema uende hospitali. Yes. Wataalamu wa madawa pia na watu wote wanahusika na mfumo wa afya kwa kifupi. Unapoenda hospitali, yule daktari anapokuangalia, kutokana na maswali vichache atakapokuuliza, kama utakuwa unajielewa au kama hujielewa atakupima pia, si ndio? Atajua huyo hapa nimpe kidonge, hiki kitu kinaweza kuvumilika au hakivumiliki. Kwa anaangalia pia na wewe utachomuelezea, utapokuwa umejitokeza tu pale, anakuwa tayari ashajua. Kwa kama anaona una homa, kama tuna homa, yani si joto letu linahitajika kufika kiasi fulani. Ikiona imezidi sana, basi atasema utumpe dawa kidogo apunguze homa yake au apunguze maumivu. Kwa hiyo sindano mara nyingi, yani tunasema kuna njia ya sindano, kuna kumeza, kuna kupaka. Hizo zote zina miundo tofauti. Kwa sindano anakuwa anafanya kazi haraka, sababu nakwambia ipiti kwenye njia. Kwa kama daktari anahitaji kitu fulani kifanyike kwa haraka, basi atakupa sindano. Akiona unaweza kuvumilia kitu fulani, basi atakupa kidonge au atakupa cha kupaka. Na kitu kingine zaidi, inahitaji kuna baadhi ya vipimo avifanye kwanza ili apate majibu sahihi, ndio ajue kitu gani anakupa. Yani hiyo ndio njia rahisi kabisa. Kwa hiyo kwa kuviweka vizuri, kutokana na hicho kwambia kama kuna sehemu lazima ipite kwenye nini. Kwa hiyo uhitaji wake ndio utasababisha yeye akupe kitu gani. Na kwa mfano umeenda hospitali unatapika, kwa hiyo nikukupa kidonge kwa vyote utakitapika tu, ndio tunatumia njia nyingine labda sindano. Kwa hiyo inategemea na wewe utapofika ndio tutakujaji wewe kwa njia hiyo. Kwenye hizi dawa ndio ukiwasikiliza watu wanaotumia dawa, wataalamu wa kutumia dawa wenyewe wanazisema kwa namna yao kwamba dawa fulani ni bora bwana, hiyo inatibu haraka, hiyo dawa ya maana sana hiyo. Ndio. Hiyo fulani hiyo hamna dawa hapo. Lakini zimeruhusiwa na zipo, na nyinyi wafamasia mnatupa hizi dawa. Ndio. Eti kweli kuna dawa zimetofautiana ubora, nyingine ni bora, nyingine sio bora. Kwenye kusema ipi ni bora na ipi sio bora, kidogo kwa masuala ya kibiashara na kitaaluma ni kitu sio ambacho sio kitu sahihi kusema. Ila naweza tu nikakurahisishia kwa kusema kwenye kule kiwandani kabisa zinapokuwa zinatengenezwa dawa, unakuta unaambiwa kwa mfano kwa dawa ambayo tumetumia hapo sasa hivi, sema dawa maumivu ambayo inafahamika paracetamol. Ukiangalia kwenye kile kidonge, ukiangalia nyuma kule au ukisoma kile karatasi ndani, kitakwambia kina ujazo wa paracetamol 500 mg. Sawa? Na kwenye utengenezaji sasa kule, yani kile kidonge kinakuwa soko kina paracetamol 500. Kinakuwa kina paracetamol 500, pia kinakuwa kuna vitu vinaongezewa ili kutengeneza kile kidonge. Sasa kwenye vile vitu vinavyoongezewa vile, ndo kila kiwanda kinakuwa kina mfumo wake. Yani dawa ni paracetamol, ila unakuta kuna Panadol, sijui kuna Felado, kuna nini, majina tofauti. Ni kutokana na kila kiwanda
kimetengeneza formula yake. Kila kiwanda kina formula yake ya kutengeneza paracetamol. Kwa mwisho wa siku kinakuwa kina paracetamol 500, ila kuna vidudu vingine vimeongezewa vinavyosaidia sasa uyeyushaji wa damu, yani uzalishaji wa dawa inapoingia kwenye ndani mwilini. Kwa kila mmoja ana siri yake anavyoitengeneza ile paracetamol. Na wanafanya majaribio yanapoingia ndani ya mwili wako. Kwa wale sasa, kwa sisi huku Tanzania tuna TMDA. Wanachokiangalia wao, wanaangalia tu kiasi cha paracetamol ambacho kipo, ambacho kitakusababisha wewe upone. Ila vile vitu vingine vilivyoongezwa vile ambavyo vinasaidia dawa kutokea kidonge kile, ndio kila mtu anakuwa na kiwango chake. Kwa wameweka kiwango 500. Ikizidi 500 kidogo, sawa, kuna limit wameweka. Kuna limit wameweka juu na limit ya chini. Kwa hapo ndo tofauti zinapotokea. Ila sawa kusema dawa hii ndo sawa, dawa hii ni sawa, inakuwa si sawa, sababu wale pia washaipitisha na iko kwenye. Sasa nyingine zinaonekana kwa watumiaji huko zinatibu haraka haraka. Nyingine hazitibu kwa haraka haraka. Nataka kitaalamu jamani. Kuna wimbo mmoja unasema hebu tuelezeni kwa lugha ya upole taratibu ili tuelewe nini kinatokea. Yaani hapo ni labda nikuelezee kwa njia nyingine rahisi kabisa. Nitatumia kimfano ambacho kinaweza kikasaidia. Yes. Mfano, tuna safari ya kutoka Dar kwenda Arusha. Si ndio? Mmoja akapanda Land Cruiser, mwingine akapanda bajaji. Halo. Sawa. Wote tutafika Arusha sababu ni usafiri. Ila Land Cruiser atafika haraka, bajaji atachelewa. Ila mwisho wa siku tunakuwa tumefika Arusha. Na kwenye dawa ndio hivyo. Kiwango cha Panadol ambacho kinakusababisha, ambacho kishafanywa mahesabu kwa mtu mzima upone, ni miligramu 1000 ambao ni vidonge viwili vya paracetamol. Kwa hiyo ukimeza kiwanda hichi, mwisho wa siku wale maumivu yatapona sababu umepata kiwango kile cha paracetamol kinachohitajika. Ila kama nilivyokuambia, kile kidonge hakiwi na paracetamol peke yake, kinakuwa kimewekwa na vitu vingine ili kutengeneza kile kidonge. Sasa vile vitu vingine vile ndio vinasababisha kuwa kuna hiyo tofauti. Kwa mwisho wa siku wote mtapona, ila hamtakuwa napona kwa dakika zile. Yani wote mtafika Arusha. Lakini kuna mwingine atawahi, mwingine atapata nginja nyingi, ila wote mtafika. Kwa hiyo hapo kinakuwa ni kwenye utaalamu wa kiwanda fulani, wameamua kutengeneza ziwe hivi na hivi. Ndio. Kwenye hii tabia ambayo ipo kwenye jamii yetu ya watu kujiamlia mambo, kwenda kutibu wenyewe, na kuna wengine wanaenda na maamuzi yao kabisa. Kwa mfano, mtu alishaandikiwa dawa fulani akawa anaitumia, na hasa hawa ndugu zetu wenye magonjwa naweza nikasema ya muda mrefu, kwa mfano sukari, pressure, ugonjwa wa moyo, ini, figo, wanakuwa na dawa zao ambazo sijui kama ni sawa hivi. Nyinyi wa famasia mtusaidie kusema dawa zao. Dawa inamsaidia. Mimi na dawa zangu. Kwani hiyo kauli ya dawa zangu ni sawa hii? Sio sawa, ila kutokana ni anakuwa anazimiliki, tunaweza kusema ni zake wakati anazimiliki mdogo pale, ila sio dawa zake. Kwa sababu kiasi kwamba hata akienda kubadilishiwa dawa analeta shida. Mimi situmiaga hizo dawa zenu. Mimi na dawa zangu natumiaga hizi. Nini kinatokea mpaka ni wa famasia mnaona sasa huyu alivyokuja, hata kama ugonjwa wake ni huu, tumpe dawa hii. Huyu tumbadilishie dawa, tumbadilishie huyu dawa hii. Huwa mnaangalia nini hasa? Haya, njia sahihi hata kwa wale ambao kwa mfano kwenye magonjwa ya muda mrefu, labda pressure, labda kama ni sukari, ndio. Njia sahihi mara nyingi, japo ni ile kwa atakuwa anaitumia kwa muda mrefu, ndio ataitumia labda maisha yake, sawa. Ila tunashauri baada ya muda, labda sema labda kama miezi 3, anakuwa anakuja unapima tena. Maana zile dozi, yani dawa unazopewa unapewa kwenye dozi kiasi fulani. Hiki ndio kinaenda kukusaidia wewe. Ikipungua chini, ina maana haitamsaidia. Ikiwa zaidi anachohitaji, ina maana kitaleta madhara. Maana kama tulivyosema dawa inaenda kila sehemu, si ndio? Inaenda kutarget na kutarget. Sasa tunachowashauri waje kufanya, ndio wanaambiwa njoo baada ya muda fulani. Daktari anakuwa tayari ashamwangalia, ashafanya vipimo vyake. Anaangalia kwa hiki ndio kitamsaidia, kitamsaidia. Kwa hata kama ameambiwa atatumia kwa muda mrefu, haimaanishi ndio anajiamulia yeye mwenyewe. Maana unavyoenda, kumbuka
unapotumia dawa pia inarekebisha mwili wako au inakutibu. Kwa hiyo unaweza kuwa unaenda unajiamulia na meza iko kumbe mwili wako na yenyewe ushabadilisha mfumo. Aidha ishazoea dawa au kutokana na kuna njia nyingi za kujitibu. Pia hata unaambiwa fanya mazoezi, kula vyakula fulani vinaweza kukusaidia wewe. Kwa hiyo unaweza kwa labda upewa dozi kubwa ukaendelea kumeza hiyo, kumbe mwili wako tayari ushajibadilisha kidogo. Kwa hiyo ukienda ni vizuri ndo kapime ile daktari ajue kama anakubadilishia. Inaweza kuwa unaenda kupunguziwa dozi au kaambiwa acha dawa fulani meza tu hichi peke yake. Kwa hiyo ukiambiwa urudi, ni vizuri urudi daktari akuangalie upya, ufanyie vipimo ili ajue ni kitu gani kitakusaidia. Kwa hiyo inakuwa ni mara nyingi ni kwa manufaa yako wewe mwenyewe. Wengi najua na kwaga wanachoka, nasema nikienda kule nitakaa kwenye foleni muda mrefu daktari mpaka nimuone. Ila ni kwa manufaa yako mwenyewe. Maana unapotumia dawa viungo, kuna baadhi ya viungo unakuwa na viumiza. Hii ni sana sana na figo. Kwa hiyo unaweza kupunguziwa dawa au unapewa dawa nzuri zaidi ambayo itabenefit hivyo viungo vyako. Kwa kitendo cha kwenda tu hospitali, hata kama mfano mwisho nilipata homa nikatumia dawa fulani, haimaanishi kuwa nikienda inaweza kaa shida ni ile ile. Inaweza kaa shida ni kitu kingine. Kwa hiyo unameza dawa unashangaa uponi sababu unakuwa umemeza tu kama makapi, haina kazi kwenye mwili wako. Kwa hiyo unapokuja kufanya vipimo unakuwa unapewa kitu ambacho kinalingana na tatizo lako. Ndio maana tunakushauri uje kupima kwanza kabla ya kutumia dawa. Umeongea hapa kuhusu baadhi ya viungo kuathirika na dawa. Ni kitu ambacho nakisikia zaidi na mimi kwenye jamii kwamba matumizi holela ya dawa yanaweza kusababisha baadhi ya madhara kwenye mwili wako, kwa mfano figo, ini. Sasa kwa nini kuna dawa? Na nini kinatokea mpaka viungo hivyo vinakwenda kuathirika na dawa? Ni hivi, pale utapotumia dawa kwenye dozi sahihi, ndio tunasema uje hospitali au kwa mtaalamu yote akuelekeza. Unapotumia kwenye dozi sahihi, madhara yanakuwa sio kwa kiasi hiko unachokiona. Maana unakuwa ndio umepata madhara. Kwa hiyo inahitaji kutibika, sivyo utapata changamoto za mwili. Kwa hiyo wanakupa dozi inayokustahiki wewe hapo, ambayo italeta madhara kwako. Ila sasa unapojiamulia, ndio maana nikasema dawa inabidi isiwe ndogo dozi, yani unapewa pale ndio ya kwako. Ukitumia chini zaidi haitakusaidia. Ukitumia zaidi unajiletea madhara, sababu mwanzoni nilikwambia dawa inapita kwenye ini. Inapopita kwenye ini kuna kuna seli ambazo zinasaidia dawa, inasaidia inasaidia kuneutralize hiyo dawa, yani inapunguza, yani inataka dawa itoke kwenye mwili. Ndio kazi zake hizo. Kuna phase 1 na phase 2 kwenye masuala ya kindani zaidi. Sasa unapotumia dawa kiolela, unaipa kazi ini ambayo haikutakiwa kufanya, au unaizidishia kazi. Nakumbuka hiki ni kiungo. Kwa hiyo kitafanya kazi, kitazidiwa. Kinapoanza kuzidiwa sasa unaziharibu zile seli zako za kwenye hii. Kiasi kwamba baadaye ikipata matatizo inakuwa ukimeza dawa aidha inaweza isifanye kazi, maana kuna dawa nyingine inahitaji ipite kwenye ini ili ndio iwe activated, au utakuwa unajaza sumu mwilini sababu haitatoka hiyo dawa. Viungo vimeharibu vinavyosaidia kutoka. Sasa figo kazi yake ni kuondoa dawa kwa njia ya mkojo. Sawa? Unapoharibu figo, ina maana hizo dawa zitabaki mwilini mwako. Mwisho wa siku unajitengenezea sumu. Ndio nakwambia uvilinde hivyo viungo vyako pia. Usijiangalie tu nitapona, ila pia meza kwa kiwango sahihi ambacho hakitaweza kudhuru hizo sehemu. Ndio maana kuna jambo umelizungumza tena hapa, ndio kuhusu umri na kiwango chako ambacho unastahili. Kwani hii inakuwaje? Tuanze na kwenye swala la umri. Umri tumekwambia hivi ni viungo. Ndio. Kwa hata ukiangalia mtoto anapona haraka mara nyingi kuliko mtu mzima. Tukivunjika hapa sasa hivi mimi hapa. Kivunjika zaidi. Kuna jamaa wangu mmoja anaitwa Eric, yuko hapo nyuma, ndio producer wetu kwa siku ya leo, yuko hapo. Okay. Alipata mushkeli, amevunjika kidogo. Hapo ni yule jamaa. Sawa, pole, atapona taratibu tu. Au age go.
Ejigoo hawaponi bwana. Yategemea na tatizo lake lilivyokuaje bwana. Aisee ndugu yangu nasikitika kukwambia utakaa sana. Tuna imani utapona bwana. Asio leo. Ejigoo. Sawa, twende taratibu ili na yeye aelewe. Kwa tunaanza na watu wazima. Watu wazima tunasema leo ni viungo. Kwa vinapitia shuruba nyingi sana. Ndio. Kwa hiyo baada ya muda tumesema kuna cells hapo na zenyewe pia zinachoka na zenyewe kuna saa zinajiundelea mpya na zenyewe tunachoka. Kwa hiyo viungo vinachoka kwa kiasi kwamba unavyopewa dozi kubwa baadaye sasa. Unapewa dozi, yaani ukimpa dozi ya kijana na mtu mzima kidogo viungo vyake vinakuwa kidogo, baadhi vinakuwa saa nyingine vimeshachoka au saa nyingine na genetic tu wenyewe tunavyozaliwa, saa nyingine unakuta familia fulani ina shida fulani, hiyo nao vinachangia. Kwa ni vile tu viungo kuchoka utu uzima, na kwa mtoto mdogo kabisa wale unaona dozi zao zinapunguzwa au zinaongezwa, sababu kule naye ni mtoto, kwa vile viungo bado havijakoma, ndio maana dozi za mtoto tunazipunguza. Kwa mtu mzima kwa sisi katikati hapa pia viungo vinakuwa tayari, sio kwa vimechoka sana au sio vipya, kwa kidogo vinakuwa tayari vishadafu na mwili. Ndio maana daktari inabidi aangalie umri wako, anaangalia uzito wako, anaangalia kama una magonjwa mengine. Maana kwa mfano kama mtu ana tatizo la ini, afu unampa dozi kubwa na tumekwambia dawa ile pale lazima ipite kwenye ini ili ichuje. Kwa hiyo unazidi kuipa, hii ni kazi kubwa. Either utamletea madhara sababu dawa nyingi haitachujwa, kwa hiyo itabaki kwenye mwili muda mrefu, haitatolewa na kwenye figo kule. Kwa hiyo anapata, tunasema toxicity, atapata madhara hiyo dawa. Au nyingine mama akiwa mjamzito, zile kuna hormone zinabadilika ndani ya mwili wake na zenyewe zinasababisha utofauti wa dozi nyingine. Na hivyo ndio vikubwa, inakuwa ni umri kwa mtoto na mtu mzima, inakuwa ni mambo ya ujauzito, au saa nyingine ni magonjwa yale ya kudumu, labda kama anaumwa ini ana kisukari. Kwa vyote hivyo vinasababisha dozi tofautisha. Sawa, mtazamaji na wewe pia ambaye unanifuatilia popote pale ulipo, ni mjadala huu kuhusu matumizi ya dawa, na tunaangalia hapa namna sahihi ya kutumia elimu hii iweze kufika kinagaubaga. Niko hapa na Dennis Kato ambaye ni mfamasia kutoka Kairuki Hospital. Hapo baadaye pia nawe nitakupa nafasi ya kuuliza maswali. Inawezekana pina kuna gharama yako pia unaitumia hapo na kadhalika. Hapo hivi kuna dawa zako na wewe unaziamini. Hapo baadaye basi tutakuja kwa ajili ya kuzungumza hapo, na wewe pia utaandika ujumbe wako mfupi wa maandishi. Tukiangazia kwenye eneo hili pia la matumizi ya dawa sasa hivi, kila mmoja ukiangalia ulimwengu unakwenda kasi na sayansi na teknolojia imekwenda mbali zaidi. AI, nilishtuka sana kuona watu wanajitibu kupitia AI. Bila shaka na nyinyi mmejua hilo. Yaani mtu anaandika kwenye AI, kichwa kinauma, nitumie dawa gani? Anaambiwa pale tumia dawa fulani fulani, anaenda ananunua, anaenda anaibia na yeye anakunywa. Hii ina hatari kwa kiwango gani? Au ndio dunia inakwenda kasi sasa hivi tunapaswa kuishi hivyo? Ninyi wa famasia. Dunia kweli inaenda kasi na AI sasa hivi matumizi yake yanakuwa ni makubwa zaidi. Ila kwa mimi ninavyoelewa, tusijaribu biashara za AI. Tuseme tu utaalamu. Labda ni kweli sisi hatujui. Mara nyingi unapotumia AI inafanya kazi kwa haraka. Na pia inakuwa imechukua research tofauti zimezisoma zikakuletea taarifa. Sasa AI inakupa ile taarifa ya general, yani kiujumla ni kitu gani unabidi ufanye. Yani kiujumla. Ila sasa inakuwa hii specific kwa wewe kabisa, ili upate matibabu sahihi kwa wewe kama wewe mwenyewe. Maana ile pale kumbuka imechukua data kutoka huko. Na kwenye madawa kama nilivyokuambia, unaweza kuwa na matatizo ya viungo baadhi bila kujua. Na nikasema matumizi sahihi ndio unaweza kutumia ukapona.
sema sawa, tunashukuru umepona. Ila kwa usahihi wa mambo na kupunguza baadhi ya matatizo, kwa mfano kama sasa hivi mtu anaweza kukuta anajisikia tu labda tumbo la muuma, akasema kwa nitumie Metro. Au amesikia mtu fulani alitumia dawa fulani akapona kitu fulani. Sawa. Ila kumbuka kuna dawa tofauti duniani na kila dawa inaenda kulenga kitu fulani. Sasa ndio maana sasa hivi unaweza kukuta kuna haya mambo ya antibiotic, mtu anatumia antibiotic fulani haponi, anabidi atumie antibiotic za juu zaidi. Hiyo ni sababu ya kwa vidudu hivi ambavyo viko vinavyosababisha magonjwa na venyewe vina tabia ya kuzoea kitu fulani, au vinasema vina adapt. Kwa hiyo vinatengeneza resistance. Kwa hiyo tunapotumia hivi kiolela, tukumbuke kuwa kuna mambo kama kutumia antibiotic vibaya, resistance inazidi kupungua. Itatuhitaji sisi baadaye zitumike dawa za juu zaidi ambazo zinakuwa zina gharama zaidi. Kwa hapa tunajitengeneza wenyewe matatizo na pia tunajitengeneza swala la hela, gharama kwenye kuja kutibu baadhi ya magonjwa baadaye. Kuna wakati unasikia watu wanazungumza wanasema dawa ni sumu. Ni kweli? Dawa kitu chochote kikizidisha ni sumu. Ni kwenye mazingira gani dawa inakuwa sumu na kwenye mazingira gani dawa inakuwa ni dawa? Mwanzoni hapo kama unisikiza vile nikwambia dawa inabidi umeze kwenye ile dozi inayotakiwa. Pale utapomeza chini yake, ina maana haitakusaidia sababu haijafika kile kiwango kinachotakiwa. Utapoizidisha unaleta madhara sababu utaipa kazi ini lako. Na pia tumekwambia dawa inaenda mwili mzima, ina sababu inatembea na damu inapozunguka. Kwa hiyo kuna baadhi ya sehemu zitaenda ambazo hukua unatarajia zifike. Ndio maana unakuta unapata hiki kitu kinaitwa side effect. Umeza dawa ile unapata kichefuchefu, kichwa kinauma au unalala. Kwa hiyo inakuwa imeenda sehemu inayotakiwa, ila kuna baadhi ya sehemu nyingine inaenda ambayo haitakiwi. Au umemeza kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo hii ninajitahidi kuitoa na kumbuka na meza baada ya unaambiwa kila meza AI labda hiyo itakwambia meza baada ya masaa 8, si ndio? Utameza. Kwa kumbuka dawa bado iko mwilini, afu unaongeza tena nyingine. Kwa unatengeneza sumu. Njia rahisi kabisa. Wakumpo hapo. Kama ukiambiwa tumia dozi 6 mara 5, meza vile vile. Tumia vile vile 6 mara 5. Na kwa mfano kwa upande kama antibiotic, hata kama umemeza baada ya siku 3 unaona mbona anaanza kupona, wewe imalizie dozi yako. Sababu usipomeza hizo dawa kuna hatari ya ugonjwa kujirudia, na unapokuta unajirudia, kumbuka na yule mdudu naye ashasoma dawa fulani iko hivi. Kwa anatengeneza resistance. Unahitaji kutumia dawa juu zaidi. Kwa hiyo unaweka mwili wako sugu, alafu pia unaingia kwenye gharama ya madawa mengine ambayo ni ya juu zaidi. Taratibu kwani tusaidie. Tofauti gani ipo kati ya antibiotics? Kwa nini inaitwa antibiotics? Antibiotic ni dawa tu ambayo yani antibiotic. Kwa lugha ya Kiswahili nyepesi. Lugha nyepesi. Hilo ni jina tu limepewa, kwa mfano kama nikwambie hii ni dawa. Kwa hiyo yani ni dawa ambayo inasaidia kudhibiti au kuua vijidudu kwa njia nyepesi. Ni jina limepewa. Yaani kundi hili la dawa tutaliita antibiotic. Kundi hili la dawa tutaliita painkiller. Kundi hili la dawa yani ni kundi la dawa. Okay. Ndio ndani yake ndo kuna dawa tofauti. Kuna wakati unaenda pharmacy, ndio unapewa option ya dawa. Kuna wakati mwingine unaona kuna dawa za asili, lakini ziko pharmacy na wataalamu wanatuambia kabisa kwamba kuna hizi dawa sio za asili, wanasema dawa za nini, ila zipo hebo traditional medicine, hebo I think tiba mbadala, tiba mbadala nazo pia zinapatikana humo na unapewa hiyo option. Lakini pia kuna hizi dawa nyingine ambazo tumezizoea. Tofauti yake huwa inakuwa nini? Na kwa nini zinatofautiana kwenye ufanyaji wake wa kazi? Kwenye ufanyaji wa kazi sitaongea sana kuhusu, ila kitendo cha ndio akasema kuna aina za tiba nyingi. Kuna saa nyingine unaweza kubadilisha tu mfumo wako wa maisha, inasaidia. Unaweza kuta ukaambiwa acha kutumia kinywaji fulani, acha kutumia chakula fulani. Na kwenye dawa ni hivyo hivyo.
Dawa kifupi, dawa nyingi zinatengenezwa, dawa nyingi zinatokana na mazingira yetu haya asilia. Sema tu maendeleo yanapokuja navyo urahisi wa dawa unapokuja. Dawa zinatoka kwenye hii mimea hii, wanasayansi wanakuja, wanazichukua, wanazipeleka kiwandani, wanazimimi. Sasa sijui kwa Kiswahili tutasemaje, wanatumia mfumo ule kutengeneza kiurahisi, wanatengeneza kwenye mfumo wa kidonge. Ila unakuta kwenye labda mfano mwarobaini, unakuta mwarobaini una vikemikali vingi. Kwa wanasayansi wanaingia kwenye maabara, kwenye vile vitu vingi vile, wanavichambua wanavyovihitaji, wanapata dawa fulani. Sawa, unashangaa mtu anatumia mwarobaini sababu una vidududude vingi. Unashangaa anapona hiki. Sasa utofauti unapokuja ni kwamba tunahitaji elimu kubwa zaidi kujua hizi dawa za asilia hizi, ya kwamba dozi ipi itasaidia kitu fulani. Lakini tunatumia bila kuelewa, kwa hiyo unashangaa unapona kitu fulani ila unajitengenezea madhara ya kitu fulani sababu umekizidisha. Kwa hiyo tunahitaji elimu kubwa zaidi kwenye hizi dawa. Ila haimaanishi kwa akitumia hiki hapa hatapona. Ni je, umetumia kwenye dozi inayohitajika? Hicho ndio. Kwa hiyo dawa zinatoka kumbe kwenye mitishamba hii. Dawa nyingi zinatoka. Wanatutengenezea huku. Wanaangalia tu ile kinachohitajika. Kinaenda wapi? Hiki kinaenda kumtibu nani? Na hiki kinakwenda kumtibu nani? Kuna wakati kuna watu ambao kwenye jamii wanakuwa wapo kwenye tahadhari ya matumizi ya dawa. Kwa mfano mama wajawazito kwa mfano, ni kundi ambalo linaangaliwa kwa ukaribu zaidi kwenye matumizi ya dawa. Na kuna wakati hata ukienda pharmacy kununua dawa utakutana hiyo pia, wanawaangalia kwa ukaribu. Hebu naomba utuambie nini huwa kinatokea mpaka kundi hilo linakuwa kwenye tahadhari ya matumizi ya hizi dawa? Anapokuwa mjamzito, kumbuka anakuwa na mgeni ndani yake. Ambao ndio wewe tunasema mtoto, si ndio? Tumesema dawa inatembea karibia mwili wako mzima. Na mtoto naye anakuwa ni part ya mama. Kwa hiyo kutokana na dawa zinavyotengenezwa kiwandani na zinapokuwa zimefanywa majaribio maabara, kuna baadhi ya dawa zina uwezo wa kupita kwenye placenta zikaenda kwa mtoto. Kwa kuna baadhi ya dawa tunasema asizitumie sababu zinaleta madhara kwa mtoto, aidha ikiwa mule ndani anaweza kusababisha mtoto akaondoka, au hata baadaye akizaliwa akawa na matatizo fulani kutokana na hiyo dawa specific. Alafu pia anapokuwa mjamzito anakuwa na mabadiliko ya mwili wake, homoni zake kidogo zinakuwa zinabadilika pia. Kwa hizo pia nazo zinaleta effect fulani kwenye mwili wa huyo mama. Kwa anapomeza dawa inabidi tumwangalie kutokana na hayo mabadiliko ya mwili wake. Kwa kuna kulinda mtoto, alafu pia na mama mwenyewe asipate madhara. Okay. Ndio maana inabidi umwangalie, muulize mtu yuko mjamzito au sio mjamzito kwa wanawake, ili ujue kuna baadhi ya dawa zenyewe zina matatizo kwa mjamzito na kwa mtoto pia. Ndio maana inabidi tumuulize. Shauri kunanga na watu wamebeba dawa nyingi, hapo wanasema mimi nimepewa dawa nyingi sana mimi hospitali. Siwezi kutumia. Mnawarundikia dawa nyingi. Hivi ni kweli? Huwa mnawarundikia au hali yake ndio inakuwa dhaifu hivyo? Kwenye sala la kurundika, mtu anapewa dawa ya kunywa. Anapewa ya kunywa paka huyo pia anapangiwa na sindano. Tunasema uende kwa mtaalamu. Unapokuwa na mtaalamu pale ndani chumbani, unakuwa unajieleza. Ndio anasema unabidi uelezee kila kitu yaani usimfiche yule daktari. Muelezee kila kitu, mfanye kama rafiki yako, na daktari anabidi atengeneze mazingira ya kufanya rafiki ili uweze kumuelezea akupe matibabu sahihi. Kwa hiyo dawa kuwa nyingi au kuwa chache inategemeana na utachokuwa umeongea na daktari wake na ustadi wake, utaalamu wake. Kwa hiyo kwenye kupewa nyingi au chache siwezi kusemea sana, mara nyingi inatokana na unachokuwa umemuelezea na tatizo lako. Okay, sawa. Bwana, sasa ngoja ni waulize ndugu zangu, nanyi pengine pia mnaweza mkawa mna swali la kumuuliza hapo. Inawezekana ulishawahi kutumia dawa ikakupatia sintofahamu ya hapa na pale,
lakini unataka kujua chochote kuhusu matumizi ya dawa. Ushawahi tumia dawa ikakuletea balaa? Ushawahi kutana na kitu chochote kuhusu matumizi ya dawa? Hebu tafadhali niandikie kwenye nambari 0769 226694. Leo tuko na mfamasia hapa, atatuambia kinagaubaga kwamba hicho kilichokutokea wewe ni nini. Unawasikia hapa amesema kuna athari zinajitokeza za hapa na pale. Kumbe nyinyi mmeambiwa hizo dawa msitumie, unakunywa, matokeo yake unapata usingizi. Hivi wale wanaopata usingizi ndio hao wakwambia dawa lazima itakuletea usingizi kidogo. Yani ndo nasema, ndo wanasema dawa inaenda kila sehemu, inaenda mwilini sehemu. Kuna sehemu nyingine ambazo hataki ifanye. Kwa hiyo kuna baadhi ya dawa kutokana na zilivyo zinaenda kusababisha wewe usizie. Ndio maana wengine tunakuambia kabisa ukitumia dawa fulani usifanye kazi zinazohusikana na mambo ya mashine, usiendeshe gari, sababu tunajua ina madhara fulani. Zitakufanya ulale. Inaweza kufanyisha ulale. Kwa sababu kwenye jinsi binadamu tulivyo, kuna umri, kuna tumeumbwa tofauti tofauti, tuna genes tofauti. Kwa hiyo kuna wengine anaweza akamletea madhara hayo asije. Kuna wengine anaweza akatumia dawa fulani, unajua kabisa watu wengi wanapata usingizi, ila kutokana na mfumo wake wa mwili yeye anaweza asipate matatizo. Ila kwa kujisalimisha, kwa vile inatokea kwa watu wengi, tunakuambia kabisa ukiona kitu dalili hizi hapo usishangae, dawa ina tabia hii. Sawa. Labda una maswali yako karibu hapo kwenye nambari hiyo 0769 226694. Dr. mfamasia yuko hapa na atakujibu kinagaubaga. Kama ushawahi kutumia dawa ukakutana na changamoto ya hapa na pale, au una swali lolote kuhusu matumizi sahihi ya dawa, niulize hapo kwenye 0769 226694. Andika tu maoni yako hapo, nami nitakuja kwa ajili ya kusoma maoni yako ambayo umeniandikia hapo. Kuna mmoja pia ameuliza, hii tulishalijibu hili la gharama ya dawa, si ndivyo? Gharama ya dawa zinatofautiana kutokana na utengenezaji tofauti. Kutokana na utengenezaji tofauti. Ndio. Lakini wote unatibiwa tu. Mwisho wa siku ndio angasema, ndio maana kuna hii kuna uongozi wa TMDA. Zamani ilikuwa inaitwa TFDA. Wao dawa haingii nchini kabla ya wao hawajajaribu. Wanaingia maabara, wanaangalia hii dawa itafanya kazi, kilichoandikwa kwenye hii dawa ni kweli. Kwa ndo mtu anavyoitengeneza dawa yake ndio gharama yake anaiandika pale. Dawa zikizidi mwilini zinaweza kukuathiri kwa kiwango gani? Sasa inategemea na umri, inategemea. Yaani kwenye madhara kuna vitu ambavyo vinategemeana. Kuna umri, kuna mtu mwingine anakuwa na magonjwa fulani, na pia kuna genes zetu tunaumbwa tofauti tofauti. Ndio maana tukawa mimi uko hivi na mimi niko hivi. Kwa hiyo madhara ya mwili inategemea na nini, hivyo viungo nilivyokutajia viwili sana sana. Hii ni na figo. Zile seli zake kama zimechoka, basi ina maana dawa nyingi tabaki mwilini mwako na madhara ndio yatakuwepo hapo. Kwa hiyo kiwango cha madhara inategemeana na mtu, ni more of individual kuliko general. Okay. Bwana, hiyo ni ya kwako mwenyewe. Esther kutokea Iringa anasema kununua dawa bila kwenda hospitali ni hatari zaidi. Hiyo tunasema tunampigia mstari. Tunampigia tu mstari. Ushawahi sikia watu wanakuja na dawa moja, yani watu wanaumwa UTI. Sasa watu wana dawa zao kabisa, anakuja na kupangia anataka dawa fulani. Ndio. Hiyo imekaje hiyo? Hiyo tunasema inaweza kaa labda amesoma kwenye simu. Kama sasa hivi tunaenda mbele zaidi, au stories za mtaani kwamba nikiumwa kitu fulani nitatumia dawa fulani. Sawa, tunasema utatumia utapona. Ila matumizi yanapozidi kiwango, ndio tunasema wadudu pia nao wanajifunza. Makao kuonekana kama ni vita. Umeenda mara ya kwanza dawa mdudu wako haijui, umemuua au umemsimamisha. Unavyoenda siku ya pili nao umemsimamisha, naye anaanza kujifunza. Maana tunasema dawa ni kama kufuli na funguo. Dawa inapoenda inaenda sehemu fulani ndio inatibu. Kwa ule mgonjwa, ule mdudu naye anaanza kujifunza taratibu. Mwisho wa siku unatumia tena hiyo dawa, unashangaa upone.
sababu naye tayari ashaadapt ile dawa. Ndio hapo tunaposema madhara yake yanapokuja hapo. Kwa hiyo utapona, utafurahi, ila unajitengenezea resistance kwenye mwili wako, kiasi kwamba unaweza kutumia dawa siku nyingine isifanye kazi. Ndio hapo unatumia dawa za gharama zaidi. Ndio nasema njia sahihi. Na saa nyingine unaweza ukajua ni UTI ndio umeenda, ila dawa fulani tukienda kufanya, kuna kitu ndio nashangaza, wengine wanapewa nenda ukafanya culture. Culture ni kwamba ule mdudu anachukuliwa, anawekwa maabara, wanamwangalia ni dawa gani. Kuna diski tofauti za dawa zinakuwa zinawekwa kwa pamoja, inaangalia ipi ndio itamuua mdudu fulani. Kwa kila mdudu ana dawa zake ambazo zitamsababisha, unaweza kutumia dawa isimuue. Kwa kwenye kile kidiski kile maabara kule watajua kabisa akitumia dawa fulani ndio atapona. Ndio anasema uje hospitali. Unaweza kujiamulia dawa ndio ni antibiotic, ila huyu mdudu huyo kwa utaenda shangaa tu unatumia dawa ila upone. Kwa uje hospitali ili tukupime sahihi. Unaharibu figo. Kumbe unatumia jamaa alishakusoma mapema. John Ndasi kutokea Sumbawanga anasema mimi nitajuaje kama dawa ni feki kabla sijatumia? Hiyo ndio maana tuna idara kubwa kabisa hii tunaita TMJ. Yes. Yenyewe ndio inakagua madawa. Kwa yenyewe mpaka dawa imeingia nchini kama imetumia mfumo sahihi, ina maana wameikagua, wameikubali itafanya kazi vizuri. Na ndio maana saa nyingine unashangaa kwenye habari, unashangaa dawa fulani zimepatikana, sababu wanakuwa wamefanya kazi yao, wamezunguka kwenye pharmacy tofauti au hospitali tofauti kufanya, maana wanajua kuna watu wanaingiza ambao watu hawajui ni wapi. Kwa wanakuwa wanafanya hiyo kazi yao ni kutafuta hata hizo vitu ambavyo havileki. Saa nyingine ndio maana nasema zipitie kwao. Kiwandani kule saa nyingine wanaweza kuwa wametengeneza bachi fulani wakaikosea, ndio wanaweza wakairudisha pia kwa baada ya kufanya ukaguzi wao. Sasa kujua kama dawa ni fake au sio fake, au ni masomo mengine, ila pia mara nyingi dawa nyingi TMD wakiwa wameshaipitisha kuna alama yao wanaiweka kwenye box la dawa. Dawa hata nyingine mara nyingi zinakuwa zimeandikwa TAN, kunakuwa kuna registration number ambao wameikubali ya dawa itumike ndani nchini kwetu. Kwa hizo ni njia, ni utaalamu zaidi la kwenye kidonge. Kwa mfano kwa sisi ambao tunakijua, tukiangalia hivi kuna namba za usajili na kwa imepewa na TMJ. Kuna huyu mmoja anasema, je, unapotumia dawa ukakuta unapata uvimbe mwilini na unakuwa na mabaka rangi nyeusi, hii inakuwa nini shida? Sasa hiyo inakuwa ni ninakuwa ndio nasema sasa tunasema tunaweza tukatumia dawa moja, ila kila mmoja kutokana na maumbile yake, kutokana na umri wake, kutokana na magonjwa labda alionao, ikaa na madhara tofauti tofauti. Kama mwanzo nakwambia dawa inaenda kila sehemu, ila ina target sehemu fulani. Kwa hiyo inakuwa ni more individualized. Kuna zile ambazo zinafahamika kama sijui kujisikia kuchefu, kuna zile ambazo zinafahamika. Ila madhara ambayo labda mimi nimetumia sijapata au nimepata mabaka kuna side effect na kuna adverse effect. Hizo zinakuwa ni ambazo hatujazitarajia. Kwa hiyo mara nyingi unapotumia dawa yoyote, unapopata matokeo tofauti na ulotarajia, kama nilikwambia hiki utapona kitu fulani, ukashangaa unapona ila unapata na vitu vingine, basi tunakushauri uende kwa daktari mapema iwezekanavyo. Sawa. Kuna mmoja hapa ameuliza, na hii ni changamoto kubwa ambayo inawapata mama wajawazito kwa sasa hivi. Kuna dawa wao wanatumia zile za kuzuia mimba isiharibike, wengine wanapataga hizo changamoto. Lakini wengine wanaitaka miscarriage. Nafikiri hizo changamoto, na wengine zile dawa za kusaidia kwenye kukua kwa watoto na kadhalika. Ameuliza hapa mtu, sasa dawa hizo hazina madhara? Okay. Kwa ushauri mkubwa kabisa. Hata kama amesikia kwa rafiki yake, mimi nilikuwa mjamzito nikatumia hiki na hiki na hiki. Nyingi zinakuwa ni supplement na baadhi ya hormone. Kwa njia yoyote kabla ya kutumia, hata kama amesoma kwenye AI kamshauri afanye kitu fulani au akapata ushauri wa rafiki yake, kabla ya kutumia chochote tunamshauri aonane na daktari wa wanawake au apate ushauri sahihi, sababu kila mtu ana mfumo wake wa mwili. Kwa mimi kwa ushauri wangu mkubwa, kabla ya kutumia hizo dawa aende wakapima. Maana saa nyingine
unaweza kuwa unameza kitu fulani kwa ajili ya mtoto au kwa ajili ya mwenyewe damu iongezeke au nini, ila kuna kiwango fulani cha damu kinachohitajika wakati wa ujauzito na wakati sio mjamzito. Na kuna baadhi ya vitu unavimeza inaweza kuleta madhara kwa mtoto. Maana tunasema kuna baadhi ya dawa zinapita kwenye placenta zinaenda kwa mtoto. Kwa hiyo kabla ya kufanya chochote, kutumia dawa yote, aende kwa daktari, wapime kwanza, angalia na kama ana upungufu. Maana zingine hauna upungufu, mwanzako alikuwa na upungufu ndio maana akapewa hiyo dawa. Kwa hiyo ni vizuri wapime kwanza, ashauriane na huyo daktari wake wanawake ndio atumie, asitumie tu bila kufanya vipimo. Naitwa Gabusta. Je, nini madhara ya diclofenac kwenye matumizi ya mwanadamu? Maana AI anatupagawisha mtaani. Aha. Hiyo kwa kifupi ni topic kubwa, lakini ni dawa specific, ni individualized. Sawa. Ila kwa kikubwa ninachotaka kumwambia ni kwamba kila hizi dawa tunazotumia ndio zinatusaidia, ila pia tunaweza kusema pia ni sumu. Chochote unachokizidisha ni sumu. Kwa hiyo kitu ninachotaka kumwambia hapo kikubwa ni kwamba atumie diclofenac pale ataposhauriwa na daktari wake. Okay. Dawa zina madhara yake mengi, mengine ni mpaka tukae kabisa topic tuelezeane ni kitu fulani. Kama kila dawa inapoingia ndani ya mwili tunasema mechanism of action. Kila dawa ina jinsi gani inaenda kufanya kazi yake ndani ya mwili. Hiyo ni topic kubwa kidogo. Sawa. Kuna mmoja pia hapa anauliza, anasema mimi naomba kuuliza madhara ya dawa za allergy. Mfano mimi nina shida ya allergy ya mafua, natumia sana cetirizine na bado hazinisaidii, ndo nazidi zaidi. Inazidi zaidi. Teknolojia yetu kidogo kwa Tanzania bado tunajiendeleza kwenye teknolojia, ila watu wengi unaweza kusema ana allergy, ila unakuta hajaenda kufanya kipimo cha allergy, ajue kabisa ni kitu gani kina mzuri. Maana allergy mara nyingi ni mwili wako ndo unasema kitu fulani hakikitaki. Hiyo ni topic nyingine. Kuna vitu vinaitwa immunoglobulin. Sasa anaweza kaa ndio anatumia cetirizine. Maana kwenye ile kundi la allergy kuna dawa nyingi. Kuna hiyo cetirizine, kuna loratadine, kuna makundi mengine zaidi. Dawa nzuri yani njia nzuri ya allergy mara nyingi tunasemaga ni kukwepa kitu kinachokuletea allergy. Maana kuna vitu vinaita trigger, hivyo ndio vinakusababishia. Kwa mtu mwingine ana allergy ya vumbi. Vumbi kwa kwetu sisi Tanzania kidogo. Huwezi kusema utalikopa vumbi. Kwa sana tunasema jitahidi kukaa mbali, ya kwamba utafanya usafi, ujitahidi yani punguza hali ya vumbi ndani ya nyumba yako, au kama ni njiani basi uvae mask, ujitahidi kupunguza ile hali ya vumbi. Kwa hiyo vidonge unaweza kuwa unavimeza, ndio vitakusaidia kwa muda ule wakati umeimeza. Kama havikusaidii basi arudi kwa daktari, waangalie zaidi. Inawezekana labda ni kuna kitu kingine pia kinasababisha. Napoweza kukijua mwenyewe, ndio maana naambiwa uje kama kuna vile vipimo vya allergy utakupima, then utapata dawa sahihi. Inaweza kaa ni hiyo ukaitumia, ila ukaitumia muda fulani au akakubadilishia. Ila asibadilishe tu kabla hajaenda kuangaliwa zaidi. Okay, sawa. Kuna mmoja pia hapa ananiandikia, anasema nilishawahi kutumia dawa aina ya Flancida. Okay. Ikanibabua mwili kama nimemwagiwa maji ya moto, mpaka leo ninaogopa kunywa. Tatizo nini? Anaitwa Said Muhammad kutoka Shinyanga huyu. Dawa zinavyotengenezwa mpaka inatokea dawa inakuwa na formula fulani. Sasa kuna baadhi ya dawa, baadhi ya watu tunasema tumeumbwa tofauti, na tunatengeneza kwa njia tofauti. Kuna dawa zinakuwa zina kundi la dawa, yani kuna baadhi ya makundi ya dawa yanakuwa na key item kinaitwa sulfur. Sasa kama mwili wako uko allergic na sulfur, basi ndio madhara yanatokea. Kwa ushauri mwingine, kama mtu ulishatumia hiyo dawa ikakuletea hayo madhara, basi unapokuwa na daktari wako, wakati mnaelezeana, unamwambia kabisa mimi na matatizo na sulfur, au kama kuna dawa fulani ulishaitumia ukaikumbuka, ni vizuri wakati mnashauriana
kumwambia kabisa daktari, mimi na matatizo ya dawa fulani. Kwa hiyo anaweza akatumia, maana dawa ziko nyingi. Kwa akiona kundi hili una tatizo nalo, basi atakuandikia dawa tofauti. Okay. Kwa hiyo hapo ni more of individual kuliko general. Sawa, kuna mmoja anasema, Shalom mtangazaji, nimemeza dawa kwa muda mrefu sana na imekuwa sehemu ya maisha yangu kwa matatizo ya kupoteza fahamu. Je, ina madhara mwilini? Siwezi kusema direct haina madhara au ina madhara, ila kama anatumia dozi yake stahiki. Tunasema sasa ni tunaangalia, saa nyingine tunaangalia na kitu tunaita kwa kitaalamu inaitwa risk benefit. Nisipotumia